Kama unapata ganzi katika mikono yako, miguu ama vidoleni, video hii ni ya kwako. Kuna kijana mmoja ana miaka 35 alinipigia na kunieleza changamoto yake ya ganzi. Kijana huyu alikuwa anatumia sana simu wakati wa usiku, na wakati huo huo ulalaji wake au kuwa ulalaji mzuri, hali iliyopelekea kuweza kupata ganzi. Labda nawe unajiuliza, ni kwa nini ganzi inakupata mara kwa mara? Au kwa nini ganzi imekuwa tishio kubwa katika maisha yako? Inakupasa ufahamu mambo haya machache nitakayokueleza katika video hii, na utajua ni kwa nini ganzi inakupata na jinsi gani utaweza kujisulukua na suluhisho sahihi la kuweza kuondokana na ganzi hiyo. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea chaneli hii, basi na kuomba sasa usubscribe, kushare na kulike video hii ili wengine waweze kujifunza na kuelimika na kujua jinsi gani ya kuweza kuepukana na changamoto hii ya ganzi. Labda nikuulize au tujiulize, ganzi ni nini? Katika video iliyopita nilielezea ganzi kwa kina, sababu, suluhisho lake na jinsi gani ganzi inavyotokea. Lakini ngoja nikwambie, ganzi si ugonjwa kama watu wanavyofikiria. Ganzi si ugonjwa kama wewe unavyofikiria. Ganzi si ugonjwa kama wengi wanavyosema. Bali ganzi ni alamu kwamba mwili wako uko kwenye hatari fulani ambayo inakutaka uchukue tahadhari mapema. Aidha tayari una tatizo hilo, kwa hiyo ni matokeo ya kukuambia mwili una shida katika eneo fulani. Ndiyo maana napenda kuambia watu, mara nyingi ni vema tukatambua chanzo kinachopelekea tatizo lako la ganzi kabla ya kukimbilia kutibu ganzi, kwa maana tatizo ndilo chanzo cha wewe kupata hilo ganzi inayokusumbua. Wapo wanaopata ganzi kwa sababu ya maradhi mbalimbali ikiwemo presha, kisukari, uzito mkubwa, ajali pamoja na kadhalika. Mfano mzuri, kijana huyu aliyenipigia simu. Huyu alipata ajali ya gari miaka 5 iliyopita na wala hakuwa na shida yoyote. Lakini kadiri anavyozidi kukua mtu mzima, ndivyo seli na neva zake zinavyozidi kufifia na kushindwa kufanya kazi ipasavyo, na ndio maana inamsumbua ganzi hii. Ngoja nikuambie, kuna aina 3 za ganzi ambazo zinatokea katika mwili wako, na unapasa utambue ni aina ipi ya ganzi kati ya hizi 3 ambayo huwa inatokea kwako. Na ukiona inatokea zaidi, chukua hatua haraka, nitafute nikusaidie ili uweze kuondokana na changamoto hiyo ya ganzi. Wapo waliokuwa walemavu kwa sababu ya ganzi. Wapo walioachishwa kazi zao kwa sababu ya ganzi. Wapo waliamua kuacha kazi kwa sababu ya ganzi. Wapo waliofukuzwa ajira zao kwa sababu ya ganzi. Wapo waliokuwa vilema, walemavu kwa sababu ya ganzi. Wapo waliopata stroke na kuparalyze kabisa kwa sababu ya ganzi. Na hii ni kwa sababu wengi tumekuwa ama umekuwa ni mtu wa kupuuzia ishara ndogo inayotokea katika mwili wako na kuona ya kuwa ni hali ya kawaida ambayo itaisha kesho. Ukweli ni kwamba ni lazima upate suluhisho lililo kamili ili uweze kuondokana na ganzi hiyo. Ndugu, aina ya kwanza ya ganzi ambayo huwa inatokea mara kwa mara katika maisha yako ni ganzi hii. Aina ya kwanza ni ganzi inayotokea kwa muda mfupi na ni ghafla. Pengine hapo ulipokaa umepata ganzi, alafu baada ya dakika kadhaa ganzi hiyo imekwisha. Hupo kwenye kundi hili. Hapa hakuna madhara, ni kutokana na mgandamizo tu mkubwa ambao umetokea katika mwili wako. Aidha umekaa kwa muda mrefu, umesimama kwa muda mrefu, umelala kwa muda mrefu, kiungo chako ulikikunja kwa muda mrefu, ndiyo maana ganzi hiyo imekukuta. Sasa
Ganzi hii inaweza kusema kwamba haina madhara yoyote, kwa sababu huwa inakwisha na inatokea na kupotea, kwa maana inakuja na kuondoka. Sio ganzi ya kusema itaipata tena na tena na tena. Ila ganzi hii ya pili ni ganzi ambayo unaipata mara kwa mara na inajirudia rudia. Ganzi hii ya pili ni hatari. Kwa nini? Kwa nini jirudie ganzi hiyo katika mwili wako? Unapaswa kujiuliza kwa nini hii ganzi inajirudia. Kwa maana utapata saizi ganzi baada ya dakika kadhaa ama masaa kadhaa, ganzi inajirudia, aisa katika vidole vyako ama katika miguu yako ama katika eneo fulani katika mwili wako. Hapa unaanza kuipata alamu ya kwamba kuna tatizo katika mwili wako na unahitaji kuchukua hatua za haraka na sio kupuuza. Kumbuka nimesema ganzi si ugonjwa, bali ni alamu ambayo inaashiria kuna tatizo lipo ama linakuja katika mwili wako. Kwa hiyo kama unapata ganzi mara kwa mara inayojirudia rudia, hapa unapaswa kunitafuta, tuzungumze kwa kina ili tuweze kutambua chanzo ni kipi na tuweze kutibu ganzi hiyo, kuepuka madhara makubwa yanayoweza kuja kutokea hapo baadaye. Ganzi aina hii ya tatu ambayo inatokea na kuwakuta ama kukukuta ni ganzi ya kudumu. Ganzi ya kudumu, maisha yako yote umekuwa ni mtu wa ganzi. Haijalishi asubuhi, mchana ama jioni, wewe ni mtu wa kilio na ganzi, ni mtu wa mateso na ganzi. Lakini ganzi hii huwa inaambatana na maumivu makali ya kiungo au kufanya kuwa dhaifu katika kiungo. Kwa maana kama unapata ganzi katika mkono, basi mkono huo unakuwa na maumivu, lakini pia unakuwa ni dhaifu na hauwezi kutumia ipasavyo kiungo hicho. Yupo mtu ambaye aliwahi kunipigia simu. Yeye ni mama mwajiriwa katika nchi fulani. Akaniambia yeye anapata ganzi ambayo ilikuwa inajirudia rudia. Kwangu nitasema aina ya pili ya ganzi. Lakini mama yule nilimshauri, tumia dawa fulani mapema. Tumia dawa hii mapema ili kuepuka ganzi ya kudumu. Alikuwa hana maumivu wala viungo vyake hakikuwa dhaifu. Akanipuuza, kama ambavyo wewe pengine umeshawahi kufanya. Usipuuze ganzi. Mama yule, huwezi kuamini, baada ya miezi 2-3 alianza kupata ganzi yenye maumivu makali sana, na kiungo chake kilikuwa ni dhaifu, hasa alikuwa anapata maumivu kwenye kiuno chake pamoja na mgongo wake. Mama yule, maumivu yale yalisababisha bosi wake amsimamishe kazi. Akanipigia simu na kunitaka nimsaidie. Nikamwambia nipe miezi 2 mpaka miezi 3 ya kuweza kukusaidia, kwa maana nimpatie dawa za muda mrefu ili niweze kutibu. Nikaja nikagundua alikuwa na maradhi mengine. Kwa mfano, alikuwa ni mzito, ulikuwa unafika mpaka uzito kilo 100. Kwa hiyo nilimwanzishia programu ya kuweza kupunguza uzito pamoja na mafuta mabaya mwilini na kuondoa sumu mwilini. Baada ya programu niliamua kumwanzishia dawa za kuweza kutibu ganzi yake. Hivi ninavyoongea na wewe amerudi kazini na anafurahia maisha yake huko Oman halipo. Lakini ni kwamba ni lazima tuzungumze, na usipende kupuuza ganzi inayokukuta. Haijalishi imekukuta mara moja, haijalishi imekukuta mara kadhaa, kwa sababu ganzi huanza kama nasari, mtoto anapokwenda shule kusoma a, e, i, o, u, lakini mwisho wa siku inazidi kuwa kubwa zaidi na madhara yake ganzi ni makubwa zaidi. Ngoja nikwambie, hivi leo ukiona kuna tiba ama suluhisho linaloweza kutatua suluhisho lako la ganzi, utaiacha? Ama ukiona kuna nutrients ambazo ukizitumia zinaweza kupunguza sumu ama kuondoa sumu katika mwili wako, utaiacha? Au ikitokea mwili wako unapata ganzi kwa sababu ya upungufu wa madini fulani ama virutubisho fulani, nikakupatia ili uweze kuongeza madini hayo na virutubisho hayo ili uweze kuondokana na ganzi hiyo, utaacha? Au leo wewe nikakupa dawa ya kuweza kutibu tatizo lako linalokusumbua, kama ni sukari, kama ni uzito, kama ni bawasiri ama maradhi yoyote ambayo unayo, je, utaacha? Sidhani kama wewe upo kwenye kundi hilo la kuacha suluhisho ambalo liko mbele yako. Ngoja nikwambie madhara ya ganzi yanapokuwa katika mwili wako.
Watu hupuuza ganzi na kuona kitu cha kawaida, lakini ganzi huwa inasababisha maumivu makali katika mwili, hasa maumivu ya kudumu. Sidhani kama hapo ulipo unafurahia maumivu hayo ya ganzi ambayo yanakunyima usingizi, yanakukosesha raha ya maisha, yanakukosesha furaha ya kusafiri nchi za watu, yanakukosesha furaha ya ajira yako, mshahara wako na kazi zako. Hakuna mtu anayefurahia maumivu kwa sababu ya tatizo la ganzi. Okay, tuangalie. Madhara ya ganzi mojawapo ni kusababisha maumivu makali katika viungo vyako. Lakini madhara mengine ya ganzi kusababisha ulemavu, hasa ulemavu wa kudumu. Yupo mtu ambaye alipata ganzi mara kwa mara katika mkono wake wa kushoto, akapuuza. Leo ninavyoongea na wewe, mkono huu haufanyi kazi kabisa. Ni kwa sababu neva zake zimeathirika zaidi na hawezi kufanya kitu chochote zaidi tu ya kuchuachua. Anauchua, lakini bado tupo kwenye matibabu, tutaweza kuona namna gani anaweza kuondokana na shida hiyo ya ganzi. Lakini ganzi inasababisha kifo. Kama ambavyo ulikuwa ufahamu, ngoja nikwambie, ganzi inasababisha kifo. Kwa nini? Kwa sababu maumivu yanapozidi kuwa makali, neva na seli zinasizi, kinga inasizi. Kwa hiyo huko kwenye hatari pia hata ya kuweza kufa kwa sababu ya maumivu yanayotokana na ganzi. Ganzi husababisha mapigo ya moyo kwenda kasi kwa sababu damu inahitajika kwa wingi sana. Hapa ndipo ambapo mtu anakuambia hata ukinishika mgongoni unahisi mapigo ya moyo yanalia. Hata nikikaa nahisi moyo unapiga mgongoni ama tumboni. Hii ni madhara makubwa ya ganzi ambayo umepuuza ama unapuuza kuchukua hatua mapema ili kuweza kuondokana na changamoto hiyo. Ganzi vile vile huzeesha viungo vyako vya mwili. Hapa unaweza kukuta ni binti wa miaka 30, lakini ukimtazama kama ni mama mwenye miaka 45. Ni kijana mwenye miaka 20, lakini ukimtazama unaweza kukuta ni kama ni baba au babu mwenye miaka 60. Kwa nini? Kwa sababu ganzi ina tabia hiyo ya kuweza kuzeesha na kufifiisha seli pamoja na neva zako katika mwili. Ngoja nikuambie kitu. Yuko kijana mmoja, sio kijana, ni mzee mmoja ambaye huyu alikuwa amepata ajali katika maisha yake na alipuuza kuendelea na matibabu. Baada ya kuona kwamba yuko salama, na hospitali hile ilimtaka kwamba kila baada ya miezi mitatu aende akafanyiwe check up kwa ajili ya kuangalia neva zake na mifupa yake kama imeshika ilivyotakiwa. Sasa unafahamu sisi wa Afrika tukishaanza kuona unafuu tu basi tunamaliza, na hata dawa wengine wanaacha wakiamini kwamba wameshaweza kupona ama kuondokana na changamoto hiyo. Sasa baba huyo hivi alinipigia simu na kuniambia, mwanangu, mimi nilikuwa kwenye 1, 2, 3, 4. Nikamshauri rudi katika hospitali hile kisha nipe majibu yao, kwa maana nijua watampiga x-ray ili kuangalia neva na seli zake na mifupa yake imekahaje, ndipo nijue tunaweza kumsaidiaje. Ni kweli alipokuja kupiga picha alikuta mifupa yake ni dhaifu, na wakamwambia kuna upungufu mkubwa wa calcium ama madini katika viungo vyake. Kwa hiyo alikuwa na uwezo wa kupata tatizo linaloitwa osteoporosis, kwa maana ya mifupa kuwa dhaifu na kuweza kuvunjika kwa urahisi. Kwa hiyo mtu kama huyu kwangu kumsaidia ilitakiwa nimpatie dawa za kuongeza madini kwa wingi ili kurudisha calcium, potassium na zinki zilizopotea na kufanya mwili wake kuwa na nguvu zaidi, ndipo nianze kufikiria kutibu ganzi yake. Ndiyo mpaka sasa tunaendelea na matibabu hayo na ninaamini ataweza kukaa sawa. Kwa hiyo hata wewe leo unapata maumivu ya mifupa, wala usipuuze ganzi. Hata wewe leo hii unapata ganzi mara moja, usipuuze maumivu ya ganzi, kwa sababu madhara yake huweza kuwa makubwa zaidi, na wakati mwingine kusababisha misuli kupasuka ama pia kusababisha mifupa kuuma zaidi, kwa sababu ya kuwa na mgandamizo mkubwa kati ya mishipa pamoja na mfupa, ambao mara nyingi hupelekea maumivu hayo makali. Labda niulize tena kwako, ganzi yako ina muda gani mpaka hapo ulipo? Miaka 2, wiki 3 au mwezi? Nitafurahi ukiniwekea kwenye comment ukaniambia ganzi yako ina miaka kadhaa, ili nione ukubwa
wa ganzi yako na matibabu yako jinsi yalivyo, na hii italeta picha kwamba yule anayepata ganzi kwa miaka miwili yuko mwenzake anayepata ganzi kwa miaka mitatu. Kwa hiyo ninakuomba weka comment hapa katika video hii kwamba niambie ganzi yako ina muda gani, ili mwingine aweze kuona ni namna gani kwamba tunaweza kutatua changamoto hii ya ganzi. Na kama utahitaji msaada wa matibabu, ushauri wa kina, nipigie nami tutawasiliana kwa namba ambayo nitakuwekea katika description. Nichatishe WhatsApp, nipigie nami nitakupa wasaa wa kukusikiliza na nitakupa ushauri wa kina. Ukipuuza ni wewe na ukifuata ni wewe, ila ninachoamini wewe utafuata na umechoka kuweza kutibu hiyo changamoto yako ya ganzi. Kumbuka kwamba matumizi ya madawa yenye asili ya kemikali ni moja ya sababu kubwa inayokupelekea uweze kupata hiyo ganzi. Jiulize, tangu umekuwa, je, ni siku ngapi uliweza kusafisha mwili wako kwa kutumia dawa za kuondoa sumu katika mwili wako mpaka hapo ulipo? Unajua ni kiwango kigani cha sumu kilichokuwa katika mwili wako kulingana na maji unayokunywa, vyakula, vinywaji, mavazi unayovaa, mafuta unayopaka. Unajua ni kiwango gani cha sumu ambacho kiko katika mwili wako? Chukua hatua sasa, jiulize, jitafakari, alafu tafuta namna ya kuweza kuondoa sumu katika mwili wako. Wapo ambao ninawasaidia pia matibabu ya kuweza kuondoa sumu katika mwili ili kuweza kupunguza madhara makubwa yanayotokea katika mwili. Hata wewe leo haujachelewa. Muda ni huu na wakati ni huu. Simu unayo, namba yangu unayo. Nipigie, nikusaidie na nikushauri kitu gani ambacho tunapaswa kuanza nacho ili kuweza kuepukana na ganzi hiyo inayokutesa katika mwili wako. Ondoa sumu ni silaha moja wapo. Fanya mazoezi ni silaha moja. Kupumzika ni moja ya tiba nzuri ambayo inasaidia watu waweze kuondokana na maumivu ya ganzi. Kwa hiyo ndugu yangu, mimi niko hapa kukusaidia wewe na niko hapa kukupa ushauri wa kina ili uweze kuondokana na maumivu hayo ya ganzi yanayokupata. Haijalishi ni ganzi pekee ama una maumivu ya mgongo, una maumivu ya miguu, una maumivu ya kiuno, una maumivu ya kila sehemu katika mwili wako, basi tambua mimi niko hapa kukusaidia kuondokana na changamoto hiyo unayoipata, na utakuwa uko huru salama salimini kwa ajili ya kuwa na afya bora. Una swali, una comment, weka kwenye comment swali lako, nami nikipata wasaa nitapitia na nitakujibu kwa usahihi kabisa bila kuwa na madhara ya aina yoyote. Ni wako Stephan Kalonga. Nipo hapa kukusaidia wewe.